Jina langu ni Paul. Nilikuwa nimetoka kwenye msiba wa mjomba wangu huko Bukoba na nilihitaji kurudi haraka Dar es Salaam kwa kazi. Ilikuwa saa 2 usiku nikiwa na mizigo yangu stendi ya mabasi, baridi kali ikiwa inavuma kutoka Ziwa Victoria. Stendi ilikuwa kimya, mabasi mengi yalishasafiri. Nilikuwa nimechelewa kidogo. Nikakaa kwenye benchi nikitafakari nitakavyolala hapo hadi asubuhi. Ghafla nikasikia sauti nyuma yangu. Unaelekea Dar es Salaam? Niligeuka. Alikuwa ni mzee mwenye suti nyeusi iliyochakaa, macho yake mekundu, lakini sauti yake ilikuwa ya kirafiki. Nilimjibu kwa kichwa. Akatabasamu. Basi moja lipo, linaondoka sasa hivi. Haraka kabla halijafunga. Moyo wangu ulirukaruka kwa furaha. Bila hata kuuliza jina la basi wala bei, nikamfuata. Tulitembea hadi pembezoni mwa stendi, sehemu ambapo taa zilikuwa hafifu. Gari lilikuwa na rangi nyeusi iliyofifia, halikuwa na jina. Mbele yake palikuwa na maandishi mekundu. Usiku si wa wote. Nilishtuka, lakini safari iliniita. Nilipofika karibu, niliona abiria kadhaa wameketi humo. Walikuwa kimya, wakitazama mbele tu bila hata kupepesa macho. Wengine walionekana kama wamelala. Wengine walionekana kama hawana pumzi. Nikakumbuka hadithi za magari ya mizimu, lakini nikajicheka kimoyomoyo. Hizo ni hadithi za kizamani, nikajisemea. Nikapanda. Ndani hali ya kiubaridi, unyevunyevu na majani makavu ilinitikisa. Kila kiti kilikuwa na mto wa kijani ulioloa maji. Hakukuwa na kondakta. Dereva alikuwa ameketi tayari, akivaa kofia ndefu kama wale wa zamani, uso wake haukuonekana kwenye kioo cha nyuma. Gari liliwaka bila mlio wowote. Lilianza safari kimya, lakini tulipoanza kutoka mjini, nikahisi kama tupo kwenye barabara ya ajabu. Hakukuwa na taa, hakuna magari mengine, hata mwanga wa mwezi haukuangaza njia. Nilipoangalia nyuma, stendi ilitoweka, giza tupu. Ndipo nilipogundua gari lina harufu ya damu. Nikajaribu kuongea na abiria wa pembeni yangu. Alikuwa ni mwanamke mrefu, amevaa kitenge chekundu. Aliponitazama uso wake, hakuwa na macho. Midomo yake ilikuwa imefungwa kwa sindano. Alikuwa akitikisa kichwa huku macho yake matupu yakinitazama. Nilisimama kwa hofu, nikajaribu kufungua mlango, milango ilikuwa imegandishwa. Gari likawa linakimbia zaidi ya kawaida. Sauti zilianza kusikika, watoto wakilia, kelele za maiti, vilio vya misibani zikijaa masikioni mwangu. Ndipo dereva alipoongea kwa mara ya kwanza, kwa sauti nzito isiyo ya kibinadamu. Karibu kwenye safari ya mwisho, Paul, tulikukosa miaka mingi iliyopita, lakini sasa hatutakuacha. Nilitetemeka. Niliuliza, mnataka nini? Akasema kwa sauti iliyogawanyika vipande. Ulioahidi kuja mwenyewe. Uliposema hata gari la mizimu nikilipata nitasafiri. Ulisema hivyo, tulikusikia. Ndiyo. Nilikuwa nimesema hayo siku 3 zilizopita nilipokosa nauli. Nilikuwa nimecheka na kusema maneno hayo. Sasa walinifuata kwa ahadi yangu ya kijinga. Nikajaribu kupiga simu, haikuwa na mtandao. Kioo cha gari kilionyesha barabara ya makaburi, majeneza yakipita upande wa pili wa barabara, wachawi wakicheka juu ya miti na msalaba mweupe ukipepeta kwenye vumbi. Nilianza kusali. Nililia. Niliahidi kubadili maisha. Ghafla niliona mwanga, taa kali mbele yetu. Gari likasimama ghafla, nikapoteza fahamu. Nilipoamka, nilikuwa hospitali ya rufaa Bukoba. Madaktari walishangaa. Walisema nilikutwa nimezimia pembezoni mwa barabara ya Mwanza, karibu na makaburi. Hakukuwa na gari wala mzee mweusi. Lakini kwenye mfuko wangu palikuwa na tiketi ya basi. Ilisomeka, safari imekamilika, usiku si wa wote. Mizimu Express, saini dereva wa milele. Unapokosa nauli usilalamike ovyo. Usitamke kwa mzaha, hata gari la mizimu nitapanda. Mizimu haisahau. Na usiku si wa wote.